Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tuje tuzungumze kuhusu huyu msanii wenu Diamond. Kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumze kuhusu huyu msanii wenu Diamond. Hivi unajua ni kitu gani kinakupata baada ya kusikiliza nyimbo za huyu msanii wenu? Unajua ni kitu gani ambacho kinakupata baada ya kusikiliza nyimbo za huyu msanii wenu? Usijali, upo mahali sahihi, na channel hii itakufunulia vitu vingi ambavyo ulikuwa uvijui. Labda uwe mbishi tu, usiamini, lakini naamini utaamini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza vikakupata ukiwa unasikiliza nyimbo za huyu msanii wenu Diamond. Kuna vitu ambavyo vinaweza kukupata, lakini kuna neno la Mungu nataka kwanza tusome neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio msingi wetu. Neno la Mungu ndio msingi wetu. Yote yale ambayo tunaweza tukayasema, lazima kwanza tuanze na neno, ili kwamba neno likuweke sawa. Neno likuweke sawa. Naenda kusoma kitabu cha Isaya, sura yake ni ya 5, mstari wake ni wa 13. Naenda kusoma kitabu cha Isaya, sura yake ni ya 5, mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Tarudia huu mstari wa 13. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Neno la Mungu linasema watu wa Mungu wanachukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa. Kwa hiyo kitu ambayo kinasababisha wana wa Mungu ama watu wa Mungu wachukuliwe mateka, wamekosa maarifa. Wanapoangalia kitu, wanakiangalia kwa muonekano wa nje. Hawataki kukiangalia kwa muonekano wa ndani, wanakiangalia kwa muonekano wa nje. Muonekano wa nje kwao inatosha tu kukitambua hicho kitu, lakini kitu hakitafasiriwi tu kwa muonekano wa nje. Kitu kinatafasiriwa kwa muonekano pia wa ndani. Kwa hiyo unaposikiliza nyimbo za huyu msanii wenu, tegemea vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kama ulikuwa ni muombaji, tegemea kwamba utaanza kushuka kwa maombi. Utaanza kushuka katika viwango vya maombi. Utashuka zile nyimbo ama ile nyimbo itanyonya ile shauku yako ya maombi. Itanyonya ile shauku ya maombi, kwa sababu cha kujua ujue nyimbo yote ambayo anaitoa huyo msanii, nyimbo yote ile ambayo kabla hajaitoa, lazima kwanza aiwakilishe katika falme za giza, ambao wamempa hiyo nafasi, ambao wamempa nafasi hiyo ya kuzungumziwa. Kwa hiyo lazima aipeleke kwanza kule, na akishaipeleka kule, yapo maneno ambayo huwa wanasema kama manuizi. Yako maneno ambayo wanaweza wakanuia. Hayo maneno labda wanaweza kusema yote yule ambaye atakayesikiza nyimbo hii, yote yule
atakayesikia nyimbo hii, ikiwa ni mtu ambaye ameokoka, ikiwa mtu ambaye ameokoka, akisikia nyimbo hii, hii nyimbo ikanyonye ile nguvu ya maombi ambayo iko ndani yake. Acha hiyo. Labda kama mtu atakayesikia hii nyimbo, kama alikuwa ana tabia njema, akisikia tu hii nyimbo, aanze kubadilika. Kwa hiyo kuna manuizi ambayo wananuia. Ndio maana watu wanashangaa, watu wanabadilika. Hivi sasa sasa mambo hayaeleweki. Kuna vitu vingi ambavyo viko kinyume kabisa, ambavyo vinaendelea katikati ya jamii, na ukiangalia waasisi na wahamasishaji wa vitu hivyo ni hao ambao tayari wamesha saini kuzimu, na kitu ambacho wanadamu hatuelewi, na Mungu anasema tunaangamia, tunakosa maarifa, hatujui namna gani labda hata Mungu alivyotuumba, hatujui namna gani Mungu alivyotuumba. Subiri nikwambie kitu mwana wa Mungu, kwa kitabu kile cha Mathayo sura yake ni ya 12. Mathayo sura yake ni ya 12, mstari wake tasoma 34 na 35, na 34. Mathayo 12 mstari wa 34 na 35. Neno la Mungu linasema, Mathayo 12 34 na 35. Neno la Mungu linasema hivi. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. 35. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho ukiangalia hapa kwa haraka kama kusema tu ni neno tu, yani kama mtu hajakutafasiria vizuri, unaweza ukalichukulia hivi kama ulivyolisoma, lakini ili andiko limebeba vitu vikubwa. Juu sisi wanadamu, kwamba enyi wabaya, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Kwa sababu gani? Kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Na hivi unajua yale ambayo hujaza moyo wako yanatoka wapi? Yale hujaza moyo wako yanatoka wapi? Kwa sababu tumesema hapa neno la Mungu limesema kwamba kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Na huyo moyo unajazwa kwa namna gani? Yaani hivyo vitu ambavyo vinaenda kujaa moyo wako vinajaa kwa namna gani? Kama ujue vitu ambavyo vinaenda kujaza moyo wako ni vile ambavyo unavyoviona, kile ambacho unachokiona mara kwa mara, hicho ndicho ambacho kinaenda kukaa moyoni mwako. Na kile kitu ambacho unachokisikiza mara kwa mara, kile ambacho unakisikiza mara kwa mara, hicho ndicho ambacho kinaenda kuingia ndani ya moyo wako. Hiyo ndio akiba ambayo unaiweka ndani ya moyo wako. Kwa hiyo tegemea mazungumzo yako, maneno yako, utazungumza vile ambavyo unavyoviona sana na unavisikiliza sana. Hivyo ndivyo ambavyo utakavyozungumza. Ndio maana adui anajua hilo. Kwa hiyo amewainua hawa ili kwamba nyie mwe bize kuwasikiliza nyimbo zao ili kwamba muendelee kupotea, kwa sababu unaposikiliza ndipo tabia yako inajenga huko, kwa sababu kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Kwa hiyo kwa sababu mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Kwa hiyo yale ambayo unayasikiliza sana, yale ambayo unayatazama sana, hayo ndio ambayo yanakujengeka katika moyo wako. Kwa hiyo kama unataka kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, epuka kuwasikiliza hawa. Kwa sababu gani? Hawa ndio ambao wanakupeleka kuzimu. Nadhani nilisema kila kitu ambacho Mungu alinionyesha juu ya msanii wenu huyu Harmonize. Mungu alinionyesha
Ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka huu. Niliwaambia kile ambacho Mungu alinionyesha, nama nilivyomuona katika ulimwengu wa roho akiwa na hasira. Ile hasira ikageuka kwa kimbunga, kimbunga. Kwa hiyo kile kimbunga kinawapitia watu. Baada ya wale watu kupitiwa, baada ya kutoka katika ndoto hiyo, naanza kujiuliza nini maana ya kimbunga? Na nini, mbona watu wananyanyuliwa hivyo? Ni kwa nini? Ndipo Mungu ananiambia namna hao wasanii wanavyotoa kafara, yani yule ambaye anayemsikiliza, yule ambaye anasema mimi Diamond damu, tayari hapo hatari hapo, umejisainisha wewe mwenyewe kwenye mikataba ya kuzimu, kwa sababu neno la Mungu limesema, ukiendelea kwenye hii Mathayo 12, ukiendelea 12, ukisoma hapa 37, neno la Mungu linasema hivi 37, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa unaposema mimi damu, tayari hapo umejisainisha mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kuwa mbuzi wa kafara muda wowote ule, maana kuzimu iko makini sana. Kwa hiyo ukifuatilia tu tayari umejiunganisha. Kwa hiyo tegemea vitu hivyo kutokea kama we ni muombaji, vitu hivyo kutokea kwenye maisha yako kama ukimsikiliza huyo msanii. Tegemea hivyo. Na pia muda mwingine tena nitakuja kukwambia ni kwa sababu gani, ni kwa nini huyu msanii, yani muda wote anakuwa top, anakuwa top, yani yote haya ambacho anachoimba hata kama hakina maana, yeye tu anazungumziwa. Nitakuja kukuambia kwa sababu gani. Kwa sababu hapa tunatengeneza na tunafunua yale ambayo yamejificha, ili kwamba kama ni kupotea upotee, lakini ukiwa unajua, ukiwa unafahamu. Na pia kama bado haujasubscribe channel hii, tafadhali na kuomba usubscribe, ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii, na Mungu atakubariki sana. Pia kama umependa hii video, unaweza ukalike. Pia kupendeza kwamba sasa unatamani huu ujumbe umfikie mtu mwingine, ama kama ni rafiki yako, unaweza pia ukashare, ukamtumia kwa kushare, ili kwamba ujumbe huu ufikie watu wengi, na Mungu atakubariki. Pia kama unaweza kuwa na swali, unaweza comment hapo, nami nitakuja kulijibu hilo swali ambalo unaweza ukawa nalo. Mungu akubariki sana. Leo naishia hapo. Siku nyingine mwaka kibali nitakuja kusema yale ambayo Mungu anataka niyaseme, ili kwamba mtoto wake mmoja ama wawili waweze kupona. Kwa hiyo leo naishia hapo, na kutakia amani ya Bwana. Shalom.